Halo, mambo vipi? Karibu sana. Mimi ni DM Mwendo na hii ni movie recap. Leo tuko na movie inaitwa My Love is in a Wheelchair. Mwanzoni kabisa movie yetu tunaona kuna binti amekaa hapa restaurant, alafu kuna mshikaji anamsogelea binti sehemu ambapo amekaa, anakumuuliza kama angeweza kukaa kwenye siti ambayo ipo pembeni na binti. Cha ajabu binti anachukua maji kwenye glasi anamwagia kwenye ile siti, alafu kisha anamwambia mshikaji, "Samahani, Pameloana, huwezi kukaa." Mshikaji anasema sio mbaya, mimi naweza nikakaa hata kama Pameloana. Alafu kisha anakaa na kumwambia mimi naitwa Dustin. Kisha anamuita mhudumu, anaagiza kafe. Mhudumu anafika anakuta sehemu ambayo jamaa amekaa Pameloana. Anamuuliza nini kimetokea, jamaa anabaki anajing'ata huko, binti anaangua kicheko. Alafu kisha baadaye binti anasema kwamba mimi nataka niondoke. Jamaa anamwambia vipi kuhusu kafe? Binti anasema kuhusu kafe sawa. Anachukua karatasi ambayo ilikuwa ipo ndani ya begi lake, anaandika namba ya simu, alafu anamwambia mshikaji kwamba hii ndo namba yangu. Lakini binti wakati anaondoka, mshikaji ndo anashangaa kumwona binti kumbe ni mlemavu na anatembea kutumia wheelchair. Binti anaondoka, lakini yule mshikaji anatupa karatasi kwa mshangao kwenye maji na karatasi inabaki inalowana kwenye maji. Na ndo huu unakuwa mwisho wa jinsi ambavyo jamaa angeweza kuwasiliana tena na yule binti. Sasa ni takriban wiki moja sasa imepita tukiwa mshikaji kukutana na binti pale restaurant na apewe namba ya simu, alafu asimtafute binti na akaitupa ile namba. Na jamaa amekuwa akitafuta kazi kwa muda mrefu bila kupata. Sasa leo amepata taarifa kwamba kuna bosi mmoja ambaye alikuwa akihitaji dereva na anahitaji mtu ambaye wa kumwendesha. Kwa hiyo mshikaji anaenda kwa yule bosi na bosi anamwambia kwamba tumepata taarifa zako kwamba wewe ni dereva mzuri na tumekuchukua, tunaomba kuanzia leo wewe unafanya kazi na sisi. Jamaa anamshukuru sana yule bosi na kumwambia vipi, nitaanza lini kazi? Bosi anamwambia kazi yako utaanza leo hii. Mshikaji anazidi na anamuuliza vipi, nitakuendesha wewe bosi? Bosi anasema hapana, utaniendesha mimi. Kuna binti yangu ambaye atakuwa kila siku anaenda hospitali kupata matibabu, kwa hiyo nitakuwa nakuomba wewe unampeleka binti yangu na kumrudisha. Kwa hiyo mshikaji anasema sawa, sio mbaya. Kwa kuwa mshikaji yuko pale ugenini, anaanza kushangaa mazingira. Wakati huo bosi anamuita binti yake, anasogelea pale. Jamaa anavyogeuka anakuja kushangaa kwa binti mwenyewe ndio yule ambaye walikutana siku ile restaurant na akapewa namba ya simu, alafu akaitupa na asimtafute. Binti anamsogelea mshikaji, anamsalimia kama vile hawajawahi kukutana, na mshikaji kwa kujingatangata pia anamjibu binti kama vile hawajawahi kukutana. Alafu bosi anamwambia sawa, naomba uende na binti yangu hospitalini. Jamaa anaondoka pale, lakini bosi anamuita pia na kumwambia tafadhali sana, naomba umchunge binti yangu. Lakini jamaa anasema sawa bosi, usijali, nitajitahidi sana. Baadaye tunaona ushikaji upo sasa kwenye gari kwa ajili ya safari ya kuelekea hospitalini, kila mtu akiwa busy anataka kumsemesha mwenzake, lakini mshikaji anaamua kuvunja ukimya kwa kuanza kumsemesha binti. Anamwambia nahisi tulikutana wiki kadhaa zilizopita huko nyuma. Binti anamwambia ndio nakumbuka. Jamaa anamwambia na mimi nilikaa kwenye kiti ambacho kwa kimelowana. Binti anasema ndio. Mshikaji anasema nadhani nilitamani nikupigie. Binti anasema hapana, acha kunidanganya, usilete sababu. Jamaa anasema ni kweli nilitamani nikupigie, lakini kwa bahati mbaya nilipoteza namba yako. Binti anasema hapana, kupoteza namba yangu. Namba yangu ulitupa pale kwenye restaurant na niliona na ukailowanisha kabisa namba yangu. Mshikaji anaanza kunying'atang'ata, lakini binti anacheka kisha anamwambia mshikaji hata usijali kwa sababu ile haikuwa namba yangu. Ile ni namba kwa ajili ya watu wanaofanya usafirishaji wa pizza. Jamaa anashangaa, pizza? Anasema ndio, ile namba ya watu wa pizza. Mara nyingi nimekuwa nikiwapa wanaume namba ile kwa sababu nimekuwa nikitoa namba yangu halali, lakini watu wamekuwa wanitafuta kwa sababu ya ulemavu na udhaifu nilionao. Kwa hiyo baadaye nikachoka kusubiri, nikaamua kila mwanaume ananiomba namba leo nampa namba ya pizza, kwa sababu najua kabisa kuna mwanaume ambaye atakuwa akinitafuta. Alafu kisha binti anamwambia tumefika, naomba unishushe, alafu baada ya masaa 6 utakuja kunichukua. Basi mshikaji anamshusha binti, anataka kumtoa nje binti. Binti anamwambia hapana, mimi nitatoka mwenyewe, wewe umeajiriwa kwa ajili ya kuwa dereva tu kuniendesha na wala sio mbeba mizigo. Binti anajikongoja mwenyewe, anatoka nje, anakaa kwenye wheelchair, alafu tunamwona kuna mhudumu wa hospitali huyu anakuja kumchukua binti kwa ajili ya kumuingiza ndani. Ni siku ya kwanza sasa mshikaji kazini. Baada ya kumrudisha binti nyumbani, yuko nje anaendelea kufutafuta gari yake kwa sababu anasema siku zote kazi ni kuipenda. Binti akiwa amekaa sebleni, babake anamsogelea pale binti na kumwambia hey, binti yangu nipo tayari. Binti anamuuliza mzee wake kwamba uko tayari kwa nini? Mzee anamwambia niko tayari kwa malalamiko. Hebu niambie sasa dereva huyu wa sasa ana shida gani? Binti anamtazama mshikaji kupitia kioo, anafikisha anamwambia mzee wake kwamba yuko vizuri, naomba umwache aendelee kufanya kazi. Mzee anafurahi kwa sababu mara nyingi amekuwa akiwaleta madereva ambao binti amekuwa akitoa malalamiko kwamba madereva hao wana shida, lakini kwa sasa ametokea kumkubali dereva huyu, na mzee anamwambia binti yake kwamba sasa ninafurahi kwa kuwa mwisho binti umepata mtu ambaye ataweza kuendesha bila shida. Tunaona sasa familia imekaa hapa, baba, binti pamoja na mshikaji ambaye inaonesha amekuja kuleta proposal, anahitaji kumwoa binti. Na wakiwa wameendelea kukaa hapa wanapiga story mbili tatu, baba anamuuliza mshikaji kwamba yeye amekuwa akifanya kazi gani. Huyu jamaa anasema kwamba yeye na familia yao wamekuwa ni watu ambao wanafanya uzalishaji wa mbwa, na anasema kuwa kwa mwaka huu wamejitahidi wamezalisha mbwa 10. Mzee na binti yake wanacheka pale na kusema kwamba mbwa 10 ni wengi sana. Alafu baadaye jamaa anasogelea pale, yule mshikaji ambaye ni dereva anakuja kumwambia binti kama ungehitaji kuwahi leo kufika hospitali basi ni muda ambao tunatakiwa tuanze safari. Lakini
Binti kabla hajaondoka, mzee wake anamwambia binti kwamba natamani sana ungelifikiria swala la huyu ambaye jamaa amekuja kujitambulisha hapa leo. Binti anasema sidhani kama kuna haja kufikiria, mimi niko tayari kwa ajili ya kuolewa na huyo mshikaji. Jamaa anatungua macho sana dereva yule binti, alafu yule mzee anashtuka na kumwambia imechukua muda mfupi sana, nitegemea pengine ningechukua muda mrefu. Basi yule mshikaji analeta posa, anasema kwamba nitajaribu kuongea na familia yangu ili tuweze kulifanya ile jambo kwa haraka sana. Alafu binti anamuuliza dereva wake kwamba vipi, uko tayari tuondoke? Dereva anakuwa kama amepigwa na mbwazi kusikia binti anaolewa, ananying'ata, lakini baadaye anamwambia binti ndio niko sawa, basi tunaweza tukaenda. Alafu anamchukua binti anaelekea naye nje kwa ajili ya kupanda gari waelekea hospitalini. Sasa ni siku nyingine tena wakiwa kwenye gari kwa ajili ya kuelekea hospitalini, jamaa anamuuliza binti, samani nahisi nitakuuliza jambo ambalo lipo nje ya mpango kazi wangu. Kwa nini unapenda kuolewa na mtu ambaye moyo wako unaonyesha kabisa haumpendi? Lakini binti anamjibu mshikaji kwa kumwambia ni kweli swali ulilouliza liko nje ya mpango kazi wako, kwa hiyo napenda uachane na swali hilo. Alafu mshikaji anamwambia sawa. Alafu baadaye binti pia anaanza mwenyewe kwa kumwongelesha mshikaji kwa kumwambia kuwa unajua nini, mimi nahisi hata hii sehemu ambayo tunaelekea kwa ajili ya kupata matibabu haiwezi kanisaidia. Naomba unipeleke sehemu yoyote ambayo naweza nikapata furaha. Mshikaji anamuuliza binti, unadhani sehemu gani ambayo naweza kukupa furaha? Binti anamwambia sehemu yoyote ambayo wewe utaona inafaa kunifurahisha mimi, naomba unipeleke. Basi mshikaji anaamua kumchukua binti na kumpeleka kwenye sehemu moja ambayo wanaonyesha movie kwa kupitia magari. Yaani unakaa ndani ya gari alafu mnakuwa mnaangalia movie. Basi baada ya kufika kule, binti akaonyesha kupendezwa sana na ile sehemu hadi akamwambia mshikaji kwamba yeye amekuwa ni jinazi sana. Mshikaji baada ya kuona hivyo amesifiwa, naye akaamua kujiongeza, akamwambia binti kwamba ile movie tunaitazama mimi nimeshawahi kuiona, ni movie nzuri ambayo ilitokea kunipenda. Binti akamuuliza hiyo movie inahusu nini? Jamaa akasema kwamba yule mshikaji ambaye yuko pale anaonekana na yule binti ni mtu na mke wake. Kwa hiyo yule mshikaji alikuwa ni mwanasheria, na alikuwa ni mwanasheria mashuhuri sana ambaye mara nyingi alikuwa akishinda kwenye kesi zake kwa kupitia uongo. Alikuwa akidanganya sana mpaka anashinda kwenye kesi zake, uongo ambao baadaye ulipelekea ukahamia nyumbani, akawa anamdanganya mke wake pia na mtoto wake, kiasi kwamba siku moja mtoto wake akamwambia mzee kwamba siku ambayo atakuwa na birthday yake amwahidi kwamba hatakuwa anadanganya tena. Basi siku ya birthday ilipofika ndio siku ambayo mshikaji hakuwa anaanza kuongea uongo tena, na anasema kwamba kuanzia siku hiyo ndio shida ilipoanzia. Binti akamuuliza mshikaji ni shida gani ambayo ilianza. Jamaa akasema kwamba kwa bahati mbaya na mimi nilisinzia, kwa sikujua nini ambacho kiliendelea. Binti akacheka sana, alafu baadaye akamwambia mshikaji kwamba nataka unipeleke nyumbani, na hisi sasa hizi mchumba wangu na babangu atakuwa ananisubiri kwa ajili ya kufanya maandalizi ya ile harusi ambayo tunatarajia kufunga mimi na mchumba wangu. Basi mshikaji akamchukua binti akamrudisha nyumbani, na tunaona kabisa wanafika nyumbani kukiwa tayari kumeshakucha. Alafu jamaa anachukua ua anampa binti, anamwamsha kwa kumwambia good morning. Alafu mshikaji tunaona pia anamchukua binti kwenye gari ili amtoe nje, alafu akiwa amembeba naona hisia zinawapitia, alafu wanapigana mabusu. Alafu baadaye binti akili zinamrudi na kuiona kwamba anapiga busu na mtu ambaye sio mchumba wake, huku mzee wao akiwa anauchungulia kwa dirishani. Binti anashtuka na kumchapa jamaa kibao, jambo ambalo pia linamshtua mzee. Baada ya binti kumchapa mshikaji kibao, ni jambo ambalo linaonyesha kuwa hata mzee alishaanza kumpenda yule mshikaji, kuwa anaweza kuhusiana na binti yake. Binti anambembeza mshikaji kwa kumwambia kwamba naomba nishushe na unikalishe kwenye wheelchair yangu, na kuanzia sasa hautakuwa na kazi tena ya kuniendesha mimi, na babangu atakulipa malipo yote ambayo ulikuwa unadai. Basi mshikaji anamwambia binti kwamba nilifurahi sana kwa muda wote ambao nilikuwa nikiutumia na wewe, na nadhani ni wakati sahihi wa mimi kuachana na wewe. Sasa rasmi kabisa tunaona familia mbili leo zimekutana hapa, familia ya binti pamoja na familia ya mchumba wake binti. Inaonekana binti leo ni rasmi, lazima avishwe pete. Kwa hiyo tunaona binti anamwambia mchumba wake kwamba yeye anahitaji sana leo kula ice cream, kwa hiyo anamtuma mchumba wake aende kufuata ice cream. Mchumba wake anasimama alafu anaelekea kwa ajili ya kwenda kuchukua ice cream. Ya familia inasema kwamba mchumba wake amekuwa ni mkarimu sana, lakini ghafla tunamwona pia Dustin anaingia hapa, jambo ambalo linamshangaza kila mtu. Alafu anapofika anamuuliza binti, je, naweza nikakaa kwenye siti ambayo iko pembeni yako? Ni jambo ambalo linajirudia kama ambavyo ilivyokuwa mwanzoni mwa ile movie. Tunaona binti anachukua maji kwenye glasi alafu anatia kwenye kile kiti na kumwambia mshikaji kwamba pameloana, hauwezi kukaa. Lakini mshikaji anasema kwamba sio mbaya mimi kukaa sehemu ambazo zimeloana, ndio vitu vyangu. Alafu baadaye anamwambia mimi naitwa Dustin, wewe jina lako unaitwa nani? Binti baada ya kumjibu anamwambia mshikaji, unawezaje kuoanisha nguo zako kwa sababu binti kama mimi? Jamaa baadaye anamwambia binti, sio mbaya mimi ningehitaji tuende tukapate kafe. Binti anachukua karatasi anaandika namba ya simu, alafu jamaa ananakili ile namba ya simu kwenye simu yake, kisha anampigia binti.
Binti anaipokea ile simu na kumwita mshikaji, halo jamaa anakubali, alafu anamwambia binti kwamba nahitaji tukapate margarita 2 pamoja na cheese. Binti anamuuliza ni saa ngapi, jamaa anasema sasa hivi. Basi wanasimama wanaelekea kwa ajili ya kwenda kupata margarita pamoja na cheese. Alafu ndo tunamwona mchumba wake binti sasa ambaye alienda kufuata ice cream anarejea na anauliza nini kinaendelea, lakini binti anamwambia kwamba mimi naondoka. Alafu huko na babake binti anadakia anasema kuwa nadhani hii harusi tayari imeshavunjika kwa sababu binti yangu na hii tayari ameshapata mtu ambaye anampenda. Alafu wakati huo tunamwona Dasi anakimbia kwa mshikaji, anachukua pete ambayo jamaa alikuwa amebeba kwa ajili ya kumvisha binti, kwa ajili ya kumvisha binti na kumkabidhi mkononi. Alafu anaichukua ile ice cream anampelekea binti. Alafu naona watu wanacheka tu. Kwa hiyo movie yetu inaisha hapo kwamba tayari Dasi na binti wanaonyesha jinsi gani wanapendana na wako tayari kuanza kuishi maisha yao pamoja pasipo kuangalia kasoro na yale madhaifu ambayo yanayo. Kama utasubscribe channel yetu, basi utakuwa ni miongoni mwa watu ambao wataendelea kuenjoy simulizi za movie hizi, lakini kama hautasubscribe, basi utakuwa ni miongoni mwa watu ambao watapitwa na simulizi hizi. Ndio Mwendo, bye bye till next time.